Kulingana na mfumo wa maisha ya hivi leo, kumekuwa na msamiati wa magonjwa sugu. Imekuwa ni muda kidogo. Mfano tukizungumzia sukari, imekuwa ni kesi ambayo ya muda mrefu, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, takwimu inaonyesha wahanga wanakuwa ni wengi zaidi. Labda saratani, vidonda vya tumbo, lakini pia kwa kesi kama vimbe mbalimbali kwenye kizazi, vimbe ya tezi dume, lakini pia shinikizo la damu, lakini pia kuna matatizo ya mzunguko wa damu ikiwemo moyo kutanuka, mishipa ya damu kuziba, lakini pia magonjwa yanayohusiana na afya ya akili ikiwemo pia kusahau haraka, lakini pia uchovu sugu kwa sababu mwili unakuwa hautumi taarifa katika viungo vyake, lakini pia matatizo ya mzunguko wa damu katika ubongo inapelekea ambaye ni stroke. Kwa hiyo kesi kama hizi zimekuwa zinasumbua watu wengi sana. Mapafu, figo, ini kufeli ni changamoto ambazo zimekuwa zikiathiri ustawi wa maisha ya watu wengi sana. Lakini leo nakuletea faraja mpya kwa afya. Hii ni juu ya uyoga mwekundu wa kifalme na mafanikio ya Broken Ganoderma Spores Oil. Kwa karne nyingi, uyoga mwekundu maarufu kama Ganoderma lucidum au reishi umekuwa maarufu mashariki ya mbali, hasa katika enzi za kifalme za China, Japani na Korea. Uyoga huu ulitambuliwa kama dawa ya milele kwa uwezo wake wa kipekee wa kusaidia mwili kuimarisha kinga na kurejesha nguvu. Ulitumiwa na familia za kifalme pekee kutokana na thamani yake kubwa, ikiwa ni ishara ya uhai mrefu na afya bora, kwa sababu tawala za enzi hizo hata sasa kila mmoja akiwa madarakani basi huwa anatamani amuone pia hata mtoto wake akiwa huenda yupo kwenye nyayo za kuchukua madaraka au kuja kufuata mfumo wa maisha ambao aliishi. Kwa hiyo huwa ni tamanio la kila mmoja mzazi kuona watoto wake wanaishi maisha marefu, yeye mwenyewe anaishi maisha marefu. Kwa hiyo falme za kipindi hicho zilikuwa zinatumia huu yoga kwa lengo la kuhakikisha wanaishi maisha marefu, kwa sababu mtu hata katika uhalisia maisha ya kawaida, kama mtu haugui mara kwa mara, inakuwa inakupa nafasi ya kuweza kuishi maisha marefu. Japo huwa inatokea mtu anaweza kaa haugui, lakini ndipo akaenda mapema kuliko ambaye anaugua mara kwa mara. Lakini kimsingi yule mtu ambaye anaugua labda kila wiki anatumia dawa fulani, kila siku yupo kwenye matibabu fulani, huyo utakuta zile dawa pia huwa zinamchosha na afya yake inakuwa iko dhaifu sana kwa sababu ya kushambuliwa na magonjwa. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanatumia hii hapa kwa ajili ya kuweka uhai wa muda mrefu, lakini pia afya bora. Kwa upande mwingine, Kulungu hasa alipokuwa akiumia kutokana na majeraha, alitambulika kwa busara yake ya asili ya kuchagua mimea maalum kama uyoga wa porini ili kujitibu. Hii iliongoza wanadamu kuelewa uwezo wa asili wa mimea kama tiba bora, Ganoderma na matibabu ya kisasa. Siku hizi Broken Ganoderma Spores Oil inachukuliwa kuwa suluhisho la kisasa kwa changamoto nyingi za kiafya kwa sababu ya kiini chake chenye nguvu za kupambana na magonjwa. Mafanikio haya yamezidishwa na teknolojia ya hali ya juu inayovunja spores, mbegu ndogo ndogo za uyoga, kuhakikisha virutubisho vyote vinafyonzwa kwa ufanisi na mwili. Kwa hiyo tufahamu faida kuu za Broken Ganoderma Spores Oil kwa mtumiaji au nani anahitaji. Mhitaji mkubwa wa product hizi ama uyoga huu ni yule mhanga wa sukari, kwani husaidia wagonjwa wa kisukari kudhibiti viwango vya sukari mwilini na kuboresha usikivu wa insulini na kupunguza msongo wa vioksidishaji, kwa sababu hadi sukari inajitengeneza basi utakuta insulin haina usikivu kwa mwili, au mwili yani kongosho yake imeshindwa kuzalisha insulini kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini pia mtu ambaye mwingine anahitaji zaidi yule ambaye anaendelea matibabu ya saratani au analenga kujilinda dhidi ya saratani. Inajulikana kwa uwezo wake wa kupunguza ukuaji wa vimbe na kusaidia mwili kupambana na saratani kwa kuimarisha seli za kinga.
Lakini pia muhanga wa shinikizo la damu, inaleta usawa wa shinikizo la damu kwa kusaidia mishipa ya damu kubaki wazi na kuboresha mzunguko wa damu. Kwa mdau wa afya yoyote ambaye anahitaji kuimarisha kinga zake za mwili, inaimarisha mfumo wa kinga na kusaidia mwili kupambana na magonjwa sugu, kwa sababu kinga ni kama ukuta ambao unaulinda mwili wetu dhidi ya virus, bakteria na maambukizi mbalimbali kwa afya zetu. Lakini pia kwa anayelenga kutibia kesi za vidonda vya tumbo sugu na vidonda sugu tu mwilini, yani hata nje ya mwili. Hii husaidia katika uponyaji wa vidonda sugu na kupunguza ukali wa acid kwenye tumbo, hivyo kutibu vidonda vya tumbo. Lakini pia kuna vidonda ambavyo vinakuwa vinachelewa kupona, ikiwemo labda vya sukari au vidonda vyovyote ambavyo mtu anaweza kuzipata lakini akawa kinga zake pia dhaifu, basi utakuta vidonda vinachelewa kupona. Basi hii ni hitaji lake muhimu mhusika ili kuona anaweza kurejesha afya kwa urahisi na kwa wakati. Kurejesha nguvu, kuna ambao utakuta inakuwa wanapitia hali ya udhaifu, uchovu uliozidi hadi anaweza akashindwa kushika katika majukumu yake ya kila siku. Kwa hiyo hii inasaidia kupambana na uchovu, msongo wa mawazo, kuimarisha afya ya mwili kwa ujumla. Kwani inaenda kuboresha afya ya ubongo, ambapo hadi mtu unakuwa unashika katika kazi fulani, lazima ubongo utume taarifa na nguvu iweze kuzalishwa kukupa urahisi wa kuweza kufanya hiyo kazi. Lakini kama ubongo unakuwa upo kwa muda mrefu na hali ya uchovu, basi pia hata mwili kwa ujumla unakuwa unapitia hali ya uchovu. Lakini pia ni muhimu kwa yule anayehitaji kuboresha afya ya ini au kutibia homa ya ini. Inasaidia kulinda ini na kurejesha afya yake, hasa kwa wale wenye homa ya ini ya virusi. Kwani ini linavyokuwa limeshambuliwa na virusi, basi huwa inaweza kutengeneza majeraha, makovu. Basi hii inaenda kuponya, kuanza kwa kupambana na virusi, lakini pia yale majeraha au makovu ambayo yameshajitengeneza katika ini. Hii ni salama kwa huyo mhusika. Lakini pia kwa afya ya figo, husaidia kuimarisha kazi za figo na kupunguza madhara ya sumu mwilini. Figo inapofeli huwa inaathiri afya ya mwili kwa ujumla, kwa sababu leo hii imekuwa ikichukuliwa dialysis, ile kwenda kuchuja damu, ni kama vile ndiyo suluhisho. Lakini kimsingi awali huduma hii ililetwa kwa lengo tu la kumsaidia yule ambaye yupo mbioni au yupo kwenye hatua za kuweza kupata huduma ya kubadilishiwa figo. Kwa hiyo huwa damu inachujwa, mtu anapata hiyo huduma kwa lengo la kuweka mwili vizuri, huku akisubiri hiyo huduma ya kubadilishiwa figo au kufanya namna nyingine, matibabu mengine zaidi. Lakini leo hii basi familia zimekuwa zikitumia gharama nyingi sana, taasisi za afya pia kuweza kuwasaidia wagonjwa wa figo katika hii huduma. Lakini mwisho wa siku mtu anakuwa katika haya maisha kwa muda mrefu, gharama nyingi zinaenda, lakini pia huwa haimhakikishii mtu kupona, kwa sababu kinachomsaidia ni kwamba figo imeshindwa kuchuja damu, basi hiyo damu ichujwe kupitia mashine nje. Lakini haimaanishi sasa imsaidie hata namna yote ile ya kumsaidia mtu kupona. Kwa hiyo hii inamsaidia mtu kuimarisha afya ya figo, kazi zake, lakini pia kupambana na madhara ya sumu mwilini, na hata kama figo imekuwa imeathiriwa zaidi, basi itakusaidia kurejesha afya hiyo. Lakini pia kwa matatizo ya ubongo, husaidia katika kuboresha kazi za ubongo, kupunguza dalili za kiharusi, stroke, na kusaidia wagonjwa wa matatizo ya kumbukumbu. Asubuhi mtu anaweza kaamka vizuri, ana mipango mingi, lakini hapa katikati akianza kushiriki mpango fulani au kazi fulani, anajikuta amesahau, anakuja kukumbuka labda jioni. Hiyo inawezekana inatokea watu wengi zaidi. Lakini cha zaidi utakuta mtu anaweza kasahau hata ufunguo wa gari, akasahau simu sehemu. Inakuwa sasa ni endelevu, mtu anasahau mara kwa mara. Kuna vitu anavipangilia, hata ufanisi wake wa kazi unakuwa uko chini, kwa sababu kumbukumbu zake zinakuwa hafifu, anasahau haraka sana. Hasa hii ndiyo suluhisho pekee analohitaji kwa afya yake. Lakini pia kwa matatizo ya mifupa na maungio,
hupunguza maumivu ya viungo na kuimarisha mifupa na kusaidia katika matibabu ya magonjwa ya mifupa kama arthritis, ambapo tunaona kuna maambukizi au masagiko yanaweza endelea katika joints mbalimbali za mwili, ikiwemo kwenye magoti, kwenye ankle, lakini pia kwenye pingili za mgongo, nyonga na maeneo mbalimbali ya maungio mwili, hata kwenye vidole vya mikono na vya miguu. Sasa asilimia kubwa watu huwa wanabakia katika dawa za maumivu, lakini hii inasaidia kuponya, kwani ina uwezo wa kushirikiana na zingine ikaweza kusaidia mwili kurejesha ute ambao unazalishwa na mwili kwa ujumla katika viungo, lakini pia kurejesha afya ya zile diski au nyama laini ambazo zinatenganisha pingili na pingili. Hiyo inakuwa ni hatua kubwa kuelekea uponyaji wa magonjwa ya mifupa na viungo. Lakini pia tuone thamani ya Broken Ganoderma Spoils Oil katika maisha yetu. Kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto hizi, lakini katika zote hizo zilizoorodheshwa hapa kuna zingine kama bronchitis sugu, mtu ambaye ana mafuta mengi mwilini, lakini pia mtu ambaye anaugua mara kwa mara, lakini pia yule ambaye anakuwa analenga kuimarisha afya ya mzunguko wa damu, yani mshipa wa damu kuziba. Hapa ndipo suluhisho. Sasa wenye changamoto hizi za kiafya, Broken Ganoderma Spoils imekuwa nuru ya matumaini. Kutumia bidhaa za asili kama hizi ni hatua ya kipekee kuelekea maisha yenye afya bora na yenye nguvu. Hakika suluhisho hili linaendana na hekima ya zamani ya kifalme, huku ikitoa matokeo yanayothibitishwa na sayansi ya kisasa. Fanya maamuzi leo. Afya yako ni hazina isiyolinganishwa. Wasiliana nasi kukusaidia kupata mwongozo wa kutumia kirutubisho hiki kwa afya yako. Karibu sana.